mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi. Hivi tangu umekuja humu ndani ukiona kitu chochote kutoka kwa mtu wa kuvutia? Bwana anauliza hicho. Na unaongelea kunivutia kivipi? Aiseme kuvutia wewe kivipi? Kondo umeamua kuja kuishi hapa? Yeah. Unaacha kila kitu chote nyumbani na kuja kuishi hapa kweli? Nimetafuta amani. Labda tuseme Selemani, hii sio amani uliyotafuta. Hivi bado unahitaji kuishi maisha yako ya umalaya uliokuwa ukiishi huko kwenu mitaani? Mume wangu, mimi ni malaya kweli? Sijategemea kama ipo siku utanita malaya. Moni, jibu nitaipata lini? Miezi 4 inapita, ndio kinasubiri jibu. Nishakwambia siwezi kuwa na mtu kama wewe, na unafahamu fika mimi na mtu wangu. Sasa mtu wako anakupa kitu gani cha kitanishinda mimi kukupa kweli? Maumivu ya mapenzi tena amenirudia, niliapa sitapenda tena, lakini moyo wangu ukanidanganya. Nilijaribu kusahau yaliyopita, lakini historia ikanifuata tena. Nilimwamini kama ndugu wa damu, nikamupa roho bila masharti. Love pain again, love pain again, love pain again, love pain, love pain, love pain, love pain, love pain, love pain, libizanga, libizanga, love pain, hey love pain, hey love pain, love pain, love pain, love pain, hey love pain, love pain, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi. Kila nikijaribu kupenda na umia zaidi. Nani atanipenda bila kunijeruhi? Maumivu ya mapenzi tena yamenivunja, lakini moyo bado haujakata tamaa. Tulipanga maisha ya baadaye, tulizungumza ndoa na watoto, lakini leo umenigeuza mgeni, kana kwamba sikuwahi kuwa wako. Bila kujua. Vipi, umetosheka kwa maji? Na mbona kama una mawazo sana? Nimekuona nikiwa mbali. Ungeniambia tu nini kinakusibu rafiki yangu. Asante kwa maji. Madam. Yes. Huyo ndio kijana ambao uko kinaambia nimtafute kwa ajili ya kufanya kazi. Anaitwa Moses. Moses, kutana na Bimdash. Moses. Yes. Mimi na leo nafaa kwa kazi yangu. Unamjua Betty? Hapana. Samani, nilikuwa naomba rafiki kama utojali. Maana hata na mimi nilikuwa nahitaji mfariji wewe kwa ninayoyapitia. Okay. Usijali. Asante kwa maji. Basi naomba utamleta nyumbani. Poa. Sawa, mimi naomba niwaache. Uzidi. Aya. No, niache.
Kumbe madam mwenyewe anaitwa Betty. Yes. Usiniangushe mwanangu. Kama kawaida, sasa unajua mimi ndo jembe. Poa. Nashukuru sana. Poa, tusembeze basi. Asa siku moja akanifumania na mwanamke, kumbe ni mwanetu. Kwa serikali. Vijana wangu, najua ndio kwanza mnajiunga na genge langu kikazi, si ndio? Ndio boss. Okay. Sasa kuna masharti ya kiapo katika kazi hii. Je, mko tayari kwa chapo hicho? Ndio, tupo tayari kwa kiapo boss na tutafanya kazi. Sharti la kwanza, ukitoka na mzigo, hakikisha umemaliza wote. Sharti la pili, ukishikwa na polisi, malizaneni huko huko. Maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi. Esther. Unakwenda wapi? Toka lini mimi na tukaanza kuchunguzana humu ndani? Esther. Kama mimi ni mwanaume ambaye ninayekupa amani humu ndani, furaha, ulinzi wako, toka tu zako pale nje ni kuone. Hey love, hey love, 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 hey love, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi, maumivu ya mapenzi. Najua najivunia sana hii nyumba. Sasa leo nakuacha. Kwenda kuanza maisha yangu binafsi. Sitokaa nikiwa na wewe tena. Naenda kuanza maisha yangu mapya. Hutoniona tena. Na sharti la tatu, bora kufa kuliko kulitaja genge. Tumeelewana? Ndio boss. Tupo tayari kwa chapo hicho na tutafanya kazi. Mume wangu, samahani. Sijafanyia makusudi. Nilitamani pia na mimi nijione kama naishi na mwanaume humu ndani. Nakupenda mume wangu. Samahani, haitojirudia tena. Moja ya vitu vya samani humu ndani ni mume wangu. Nadeka tu mume wangu. Nakupenda. Usije ukaniacha. Nachukizwa na maneno unayoniambia kila siku humu ndani. Mimi ni mwanaume. Naweza kupambana. Lakini mke wangu, usije ukajirudia tena. Nakupenda sana mke wangu. Asa siku moja akanifumania na mwanamke, kumbe ni mwanetu. Kwa serikali. Hello guys, kwa majina naitwa Shalkia Mcheshi, sijawahi kuchuja. So, leo nipo pamoja na pacha wangu kipenzi hapa. Kwa jina naitwa Sharon, hapa kubwa la maadui. Sasa la Masharon kicheko mimi na meja. Well nice. Natumaini hatujawahi kuangusha kwenye mada tamtam mliopo kitaa cha Buyenzi, Buiza, sijui Lubumbashi, sijui sehemu gani, Tanzania, Zanzibar, pote muwe tayari, kuna vitu vingi tunakuja kuwaletea. Tuna vitamu zaidi ya vile. So ndugu wapendwa, ndugu watazamaji, leo tunakwenda kukielimisha kile kipindi chetu cha jana ambacho tulichokiongelea jana, tulichokiongelea jana kwa sana yani. Ndio. Ya leo kwa sikio ndo tunakwenda kukichambua na kulitoa elimu yake kwa siku ya leo. Ila jambo la kwanza nataka kuwakumbusha, msisahau TMT bado inapokea watu
TMT bado inapokea vipaji vya watu, ukiwa mwigizaji, ukiwa mwimbaji, ukiwa comedian. So usisahau TMT bado ipo, inawasupport na tunataka mje kwa wingi, kwa sababu nasi tunatumia pesa kwa wingi ili kusupport vipaji vyenu. Na ukijisikia ama ukiona una kipaji cha kuimba ama cha kuigiza, karibu TMT. Tunapatikana Gatunguru. Kwa Buda ndio tunapopatikana. So karibuni sana, bado tunawakaribisha. Kwa hiyo ndio ombi letu la kwanza kwenu, na ombi letu la pili tunataka tuyachambue yale maneno ambayo tuliongelea jana. Lakini katika maoni ambayo tuliongelea jana, tumeona kuna message ya watu 9 ambao wametutumia message kwa kupitia njia ya Facebook. Tumeona kuna message 6 kwa kupitia njia ya Twitter. Tumeona kuna message 12 kwa kupitia njia ya WhatsApp. So messages zipo nyingi, lakini tumechambua zile za muhimu, tukachukua zile messages za watu ambao wanataka kuja kutusupport, wanaotaka kuja karibu nasi TMT. So naomba nisome message moja hapo. Ya kwanza ni Amina kutoka Kamenge, Burundi. Amesema nimeenjoy sana kwa kipindi ambacho umekifanya. Nimependa. Wa pili akawa Aisha. Akasema natamani nijue sehemu ambapo mnaigizia ili mradi niwafuate. Unasikia? So na tatu akasema nimefurahishwa na jinsi mmecheza vizuri na kuongea kwenu. So wandugu wapendwa, dada Amina, dada nani tena? Aisha. So dada Amina na dada Aisha na dada watatu hapo. So nasi tumefurahi sana kwa kutusupport mpaka ukaamua kututumia message. So nasi tumefurahi sana na muendelee kutusupport. TMT tupo kwa ajili yenu na bado tutawaletea mambo makubwa, na bado tunapambana kutafuta wasanii mbalimbali ili waje watusupport, watufungue ili lebo yetu TMT iwe kubwa hapa Burundi. Kwa hiyo nasi tunashukuru sana, asanteni sana kwenu, na msichoke kuzidi kutufuatilia. Tupo hapa kwenye radio ya TMT Moody, TMT Media. Tupo sambamba na tunafanya vipindi kwa ajili yenu ili msichoke, msijihisi upweke, ili muda wote muwe na furaha. So naomba nisomee zingine message 3 ambazo watu wengine walotuma. Zingine wanasema hivi. Mimi ningekuwa hapo, ningefurahi zaidi ya Shalkia. Ambaye amesema ni nani? Ni Aziza. Unasikia? So, wapili akasema hivi, ningetamani hata akawa dada yangu ambaye amekaa kwenye kipindi, angalau nikawa basi naonekana. Mimi ambaye ni nani? Alia. Unasikia? So, watatu akasema nafurahi sana, tena asanteni sana. Nitazidi kulike na kucomment na kushare kila siku. So kwa hiyo hatuna mengi ya kusema, bali tutazidi kuomba mzidi kutusupport, na pongezi kwenu kwa wale ambao mnazidi kutufuatilia. Jamani, msichoke kutufuatilia, maana kwa sisi tunajikaza na tunataka kusupport vipaji. TMT ipo kwa ajili ya kusupport vipaji. Hata na wewe dada yangu ambao unaishare na kutoa comment, ukijihisi una kipaji chochote usijiokope, njoo. TMT ipo kwa ajili ya kusupport vipaji, ipo kwa ajili ya wale wa vijana ambao wanataka kupambania vipaji vyao. Njoo TMT, tutakusupport. CEO wa TMT anaitwa kwa jina la Ebalo Eri. Jamani, msisahau hilo jina kwa yule ambaye anataka kuja kujiunga na TMT. Hilo jina itakuwa muhimu sana kwako. So tupo na manager wetu anaitwa jina la Justin Kendo, na director anaitwa kwa jina la Bangili. Hawa watu ni watu muhimu sana kwetu kwa hapa lebo ya TMT, na ni watu ambao wanafanya kazi yao vizuri sana. Ni watu ambao wanasupport vipaji kwa force, wanasupport vipaji bila ubaguzi kabisa. Na ni watu ambao wana ujuzi jamani. Kwa hiyo tunaomba karibuni sana TMT Move, TMT Music. So usisahau kulike, kucomment kwenye TMT Move na TMT Music. So tutawaletea vitu vitamu, mada matamu hapa TMT. TMT sawa kila kitu, tunapenda sana, tunazaidia sana. Mzidi kutushika mkono. Na msisahau mimi naitwa kwa jina la Shaikia, na wapendeni sana. Asa siku moja akanifumania na mwanamke, kumbe ni mwanetu. Kwa serikali akaondoka, kachuki alipofumania. Mapenzi inaumiza, unayempenda kampenda mwingine.
love pain again, love pain again. Wewe umekaa hapo unajisaurisha kama kuna kazi ambazo zinazo kusubiria nyumbani. Hivi hujui kama wewe ni mwanafunzi utakuja kufia jela na umalaya wako mpuzi wewe. Muone umalaya tu. Hivi mpaka shule unanifuatilia Unataka niwe panya shumedike? Acha shobo na mimi bwana. Takuja kupaswa hapo kwenye sura lako mbaya kama chura. Kama wewe ni mwanaume, niguse nikuone. Yaani kumbuka kama kuna kazi zinazo kusubiria nyumbani. Mshenzi wewe. Sabra! Hakuna siku hata moja uliwahi kunipa kinachostahili zaidi ya maumivu tu. Sitakusahau hapa ndani. Toka kwangu. Aisam, acha naye tu huyo bwana. Menita, huyu anauza sana upanya mkembe. Takuja ni muumizi hapa. Haya, naenda. Kumbuka kazi zinakusubiria nyumbani. Tutaonana nyumbani. Bye. Mume wangu, tafadhali isikilani ya kweli kutoka kwangu. Kwani unaniadhibu kiasi hiki? Kwa nini? Rasilimali ya dondo ulilonipa kwa makusudi linatosha. Linatosha sana. Sabra, ni hivyo. Toka mbele ya macho yangu, muuaji mkubwa. Na usije ukarudi tena hapa. Usije ukarudi hapa. Hey, ole wako urudi. Ole wako urudi. Toka. Kwa mwanangu, mzigo huyu hapa. Panahitajika umakini wa kutosha mwanangu. Tusiangushane kwenye biashara hii. Kama kawaida. Sijali. Sio na hofu. Yes. Check mic. Ya ipo vizuri kabisa. Yes. Stand by. Sasa tukaanza. Action. Hello guys, kwa majina naitwa Shalikia Mcheshi, sijawahi kuchuja, so leo tupo kwenye kitaa hapa, tumekutana na mtu ambaye anataka kuwa msanii. Wewe mkaka vipi? Samani.
Afu natamani tuongee kidogo na tujuane. Mimi naitwa Remy, sijui wewe dadangu. Naitwa Sabra. Maumivu ya mapenzi tena amenirudia, niliapa sitapenda tena, lakini moyo wangu ukanidanganya, nilijaribu kusahau.